Ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Pokeeni salamu zangu tena za upendo kwa kukubali kuungana na mimi katika darasa hili la viongozi. Ninamshukuru Mungu ambaye ametujalia hii fursa ya kuweza kujifunza pamoja, kwa sababu mafanikio ya mtu yanategemeana na ufahamu wake. Kwa hiyo tukipata fursa ya kujifunza na tuongezea ufahamu, na hilo linatubadilishia maisha kwa ujumla. Kwa hiyo nahesabu kwamba ni privilege au ni upendeleo kwetu sisi kuendelea kuwepo kwa ajili ya kuweza kujifunza mambo mengi katika darasa letu la viongozi. Kwa wale ambao ni mara yenu ya kwanza kuungana na sisi, darasa hili linaitwa darasa la viongozi, na mimi ninaitwa Dr. Cyprian Tomoka. Mungu ameweka mzigo huu moyoni mwangu wa kuweza kujifunza kuhusiana na viongozi, na kwa sababu hiyo sitaki kujifunza peke yangu, najifunza na watu, na wewe ambaye unanifuatilia leo ni mmoja wa hao watu ambao nimekuwa nikijifunza nao. Napata ujasiri wa kuzungumzia uongozi kwa sababu ninaamini kabisa kwamba Mungu ametuumba ili tuwe viongozi. Na kwa wale wanaosoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Mungu wakati wa uumbaji anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kitu kitambacho juu ya uso wa nchi. Mungu akasema wakatawale. Mwanzoni kabisa wakati wa uumbaji mwanadamu aliwekwa ili awe msimamizi na awe mwangalizi wa mambo yote ambayo Mungu alikuwa ameyaweka. Lakini Yesu alipokuja siku moja wakati wa madarasa yake akiwa anafundisha wanafunzi wake, akagusia jambo la muhimu sana kuhusiana na uongozi katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni mmoja wa reporters ambao walikuwepo kwenye matukio mengi ya Yesu. Kwa hiyo naye alijaribu kuandika kile anachokikumbuka. Katika moja ya matukio Yesu akawaambia wanafunzi wake, ni Mathayo sura ya 20 kuanzia mstari wa 20 na kuendelea, anasema kila anayetaka kuwa kiongozi wenu awe mtumishi wenu, naye anayetaka kuwa mkubwa kwenu awatumikie ninyi nyote kama mtumwa. Yesu akasema hivyo, akawa ameanzisha fundisho ambalo tunaliita servant leadership au uongozi kwa kutumika. Na madarasa yetu ya uongozi tumekuwa tunasisitiza sana kwamba sisi tunaongoza kwa kutumikia wengine, na tunawatumikia wengine kwa kupitia vipawa ambavyo Mungu ametupa. Na mara ya mwisho tulijifunza tukasema kipawa ni nguvu wezeshi ambayo Mungu anaiweka ndani ya mtu akiwa bado anaumbwa. Wakati anazaliwa na hiyo nguvu wezeshi inayomsaidia huyo mtu kutatua matatizo ya wanadamu, kugusa maisha ya watu wengine. Na ni nguvu hiyo wezeshi ambayo akitumia vizuri anapata ushawishi, anapata ushawishi kwa kugusa maisha ya watu, na ni ule ushawishi unaomgeuza yeye kuwa kiongozi katika lile eneo la ushawishi wake. Kwa hiyo wewe kama umeungana na sisi, tunakuhesabu wewe ni kiongozi. Sasa tunaamini nawe pia uko na kipawa, kuna kitu fulani, kuna zawadi fulani Mungu aliweka ndani yako wakati anakuumba ambayo unatakiwa uitumie kugusa maisha ya wanadamu wengine, na ukifanya hivyo kwa uaminifu kabisa utajipatia ushawishi na utakuwa kiongozi. Sasa leo nataka niendelee pale ambapo tuliishia mara ya mwisho, kwa sababu mara ya mwisho tulikuwa tunazungumza, ni kweli mimi ni kiongozi na ninaongoza kwa kutumika, na ninatakiwa nitumike kupitia vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani yangu. Lakini mbona mimi sijui vipawa vyangu? Kipawa changu mimi ni kipi, ili basi nitumie hicho kipawa kwa ajili ya kugusa maisha ya watu. Kwa hiyo darasa lililopita tulijifunza namna kujua vipawa au kipawa ambacho unacho. Kama ni mara ya kwanza kuungana na sisi, na kushauri fuatilia somo lililopita, utapata ufahamu zaidi
wa namna ambavyo unaweza kujua kipawa chako. Sasa leo tuzungumze kidogo, ukishajua kipawa chako then what? Ukijua kipawa chako ni nini kinachofuata? Na ninataka niongee kwa ufupi, sitakuchosha. Niongee kidogo namna ambavyo kipawa chako hicho ukishakijua unaweza ukakihuisha, ukakifanya kitende kazi. Ni jambo moja kuwa na kipawa na ni jambo lingine kile kipawa kutenda kazi ambazo Mungu alikusudia kizitende. Ni jambo moja kuwa na kipawa, lakini ni jambo lingine la tofauti kabisa kile kipawa kugusa maisha ya watu. Tunao watu wengi sana duniani ambao hawana ushawishi. Kwa nini hawana ushawishi? Kwa sababu hawagusi maisha ya watu. Kwa nini hawagusi maisha ya watu? Kwa sababu wana vipawa. Lakini vipawa vyao vimelala, vimetulia tuli ndani yao, havifanyi chochote. Wako bize wanafanya vitu vingine nje ya kile ambacho Mungu aliwatuma kukifanya. Na nikisema hivyo ninakumbuka hadithi au habari moja ambayo Yesu aliwahi kuisema katika moja ya mafundisho yake, akalinganisha kwamba kuna mtu aliwahi, tajiri mmoja aliondoka akasafiri kwenda mbali, akawaachia watumishi wake talanta au mtaji. Mmoja akampa talanta 5, mwingine talanta 3 na mwingine talanta 1, akiwa na maana kwamba kila alichowapa basi wabaki wanakizalisha. Baadaye aliporudi akataka hesabu kutoka kwao, akamuuliza yule mwenye talanta 5. Mwenye talanta 5 akasema, bwana mkubwa, mimi uliniachia 5 lakini nimeongeza nyingine 5 hizi hapa. Yule boss akamshukuru sana na akampongeza kwa kufanya hivyo. Aliyekuwa na talanta 3 naye akaja akasema, bwana mkubwa, ulinipa talanta 3, nimeweza kuzalisha, nimetengeneza 3 nyingine. Na bosi wake akamshukuru sana. Akaja yule aliyekuwa na talanta 1 akasema, unajua bwana mkubwa, mimi nilijua wewe unapanda mahali ambapo unavuna mahali ambapo hujapanda, na kwa sababu hiyo niliweza kuchukua talanta yako nikaificha ardhini ili ukirudi nikukabidhi talanta yako. Sasa talanta yako ni hapa, ichukue na utembee nayo. Na wale wanaosoma maandiko mnajua vile ambavyo bosi alimjibu yule mtumishi mvivu na vile ambavyo alimkemea kwa bidii sana. Sasa kuna watu wengi ambao wanazo talanta lakini hawazitumii, zimelala ndani yao. Na mtu mmoja aliwahi kusema kwamba mahali pekee penye utajiri mwingi sana duniani ni makaburini. Makaburini ndio kuna utajiri mwingi, kwa sababu watu wanazaliwa na vipawa, wanaishi navyo duniani wakiwa wanafanya makazi mengine tofauti na yale ambayo Mungu aliwekeza kwao. Wanakufa, wanakufa navyo. Kwa hiyo wanaenda kuzikwa, wanazikwa na hazina, wanazikwa na zawadi yetu sisi, kwa sababu kila mtu duniani amekuja na zawadi. Mungu alimfungashia kama zawadi ili atumie zawadi hiyo kwa ajili ya kugusa maisha ya watu, kutatua matatizo ya watu. Lakini bahati mbaya watu mpaka wanakufa wakiwa na hiyo zawadi, na zawadi naenda kuzikwa pamoja nao makaburini. Sasa ukishajua kipawa chako, unafanyaje ili kipawa hicho kiweze kufanya kazi? Nataka nirejee nukuu ambayo tuliifanya kwenye darasa lililopita, ambayo ilionyesha Daudi, wale wanaosoma maandiko, Daudi wa Biblia, mfalme Daudi, vile ambavyo alifika katika eneo la vita ambako majeshi ya Israeli na majeshi ya Wafilisti walikuwa wanapigana kwa muda wa siku 40. Wakati huo majeshi ya Israeli yalikuwa yanamkimbia Mfilisti yule Goliati, lakini Daudi alipofika pale akafanya makeke, akamuua Goliati. Hii ni hadithi ambayo ni story ambayo wengi tunaifahamu, lakini ili niweze kukufundisha au tufundishe, jifunze pamoja, unafanyaje ili kipawa chako kisilale ndani yako, kifanye kazi. Na leo nianze kwa kusema tu jambo la muhimu na kubwa kabisa. Ili kipawa chako kiweze kutenda kazi, lazima uanze kukitumia. Lazima uanze kukitumia. Mdogo mdogo, you have to begin utilizing what God invested in you. Sasa napata ujasiri wa hili nikimrejea huyu Daudi. Wale wanaosoma maandiko wanajua katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17, ukisoma pale mstari wa 34, wakati Daudi anajitetea mbele ya Sauli na mbele ya majemedari wa jeshi la Israeli waliokuwa wanamzuia na kumwambia, bwana mdogo, wewe hujawahi kwenda vitani, wewe hujui chochote, huyu Goliati ni shujaa, amekuwa vitani muda mrefu. Daudi akawajibu akasema, Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake.
na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi alikuwa na ushuhuda. Huwezi ukamuua Goliati kabla hujaua simba. Huwezi ukamuua simba kabla hujaua dubu. Huwezi ukamuua dubu kabla hujaua mnyama mdogo. Huwezi ukafanya makubwa kama hujaanza madogo. Mbio zinaanzia pale ulipo. Mtoto hawezi kukimbia kabla hajakaa. Kwa hiyo katika maisha huwezi ukaachieve mambo makubwa kama mambo madogo hujaachieve. Sasa Mungu anapoweka kipawa ndani ya mtu, mimi nakihesabu kipawa kama ni msingi wa nyumba. Msingi wa nyumba unakuwa na faida kutegemeana na unajengaje juu ya ule msingi. Lakini kwa wale wajenzi watajua misingi, ukiujenga msingi kuna kitu kimoja ambacho huwa wanafanya, wanamwagilia maji ule msingi. Kama ni msingi umemwaga zege, unamwagilia maji. Sasa mimi nichukue mfano wa kumwagilia maji ili uimarishe msingi, kama hiki ninachokizungumza cha mtu kuanza kutumia kipawa chake kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Immediately anapogundua, lazima zifanyike, lazima ufanye hatua fulani ili kile kipawa kianze kufanya kazi. Ni bahati mbaya sana kwamba wengi wetu tunagundua vipawa vyetu ukubwani, na imetuathiri sana. Mara ya mwisho nilizungumza umuhimu wa wazazi kutazama mtoto na kukiona kipawa chake mapema ili kianze kufanyiwa mazoezi, ili kianze kutumika, ili kianze kutengeneza muscles. Lakini wengi wetu tunagundua vipawa ukubwani, na tukivigundua ukubwani tunateseka kweli, kwa sababu ukisha kuwa mtu mzima miaka 30-35 ukagundua una kile kipawa, unashawishika kufanya mambo ya kile kipawa, lakini makubwa yanayoendana na umri wako. Kwa mfano, kama wewe Mungu ameweka ndani yako kipawa cha biashara ili uweze kuuza au uweze kuwahudumia watu kwa bidhaa fulani, na bahati mbaya ukashindwa kugundua kipawa chako kwamba wewe ni mfanya biashara tangu ukiwa mdogo, ukazaliwa na miaka yako 14-15, ukaenda ukasoma shule sekondari, baadaye ukasoma chuo, ukawa na degree yako, labda tufanye degree ya uvuvi. Umeenda kusomea uvuvi, lakini ndani yako wewe una kipawa cha biashara. Sasa baadaye katika maisha, ama umeajiriwa au hujaajiriwa, kama ambavyo tunasikia siku hizi graduate anasema nimesoma lakini hamna kazi. Tuassume kwamba umeajiriwa, basi umepata kazi, mshahara wako ni 3,500, una familia, una mke, una watoto, una wazazi na ndugu jamaa, unategemewa kanisani, msikitini, unategemewa mtaani kwako, kwa sababu wewe by the way ni msomi, una degree 1 au 2. Lakini baada ya kuangalia mahitaji ukagundua kwamba kumbe umebweteka, unaweza ukafanya biashara. Kile kipawa chako cha kufanya biashara, kwa sababu ni mbegu, lakini ile mbegu iko ndani yako, iko dormant, haijakuwa. Ni sawa na mtoto amedumaa, mbegu imedumaa, mtoto amedumaa, ana miaka 30 lakini bado hata shingo haijakaza. Kwa sababu hiyo wewe unaamua unaenda kuchukua mkopo benki, unachukua zako milioni 30. Si una kipawa bwana, si una ujasiri, unachukua milioni 30 unaanza kufanya biashara. Sasa unaingia kufanya biashara, unagundua kwamba biashara unaoweza kuifanya inagharimu hiyo pesa, mtaji. Ukaenda benki, utaweka nyumba yako rehani, utaweka mali ulizonazo, unachukua milioni 30 unaitia kwenye biashara. Tuna shuhuda nyingi za watu ambao wameishia kuwa frustrated kwa sababu ya kutaka kuanza biashara kubwa
wakati hawakuwahi kufanya biashara ndogo. Kwa sababu huwezi kukimbia hujakaa hujafanya biashara ndogo ya 10,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 500,000, unarukia kufanya biashara ya milioni 30, na wengi wamejikuta ile biashara inafia mikononi mwao. Wamejikuta ile biashara haiendelei, na wengine wamefilisika na mitaji yao ikapotea na mikopo ikawa mzigo kwa familia, kwa sababu walitaka kufanya biashara kubwa wakati akili yao ni ndogo. Mimi nahesabu kipawa ndicho kinachokupa akili. Na akili ni nini? Akili ni ule uwezo wa kuyatazama mazingira, ukayagundua matatizo yanayowakabili wanadamu na ukayatengenezea suluhisho. Uwezo wa kuona matatizo yaliyo katika jamii ya wanadamu na kuyatengenezea suluhisho, hiyo inakuwa akili. Lakini akili nzuri huwa inaletwa na kipawa. Unakuwa na akili ambayo ni zao la kipawa kilichoko ndani yako. Sasa akili inaweza ikawa ndogo na akili inaweza ikawa kubwa. Akili inapozaliwa inakuwa ni ndogo. Ili akili iweze kukua, inabidi iweze kushughulishwa. Lazima hiyo akili iweze kushughulishwa. Ikitumika mdogo mdogo inaongezeka mpaka inafika kilele chake, na hapo panakuwa ndo kilele cha ile kipawa chako na ndo kilele cha akili yako. Nitazungumza masomo yanayofuata mambo mengine unaweza kuyafanya ili kipawa chako kiweze kuwa kikubwa na kifanye makubwa kulingana na vile ambavyo Mungu amekusudia. Lakini leo nasisitiza umuhimu wa kukitumia kipawa ili kiweze kukua, ili akili iweze kukua. Ukikutana na kijana ana miaka 15, ameanza kufanya biashara ya kuuza mihogo, akatumia 10,000, akaikuza ile 10,000 ikapata 100,000, akafanya biashara akapata 1,000,000, akafanya biashara akapata 30,000,000. Akili ya huyu mtu aliyetengeneza 30,000,000 kutoka kwenye 10,000 haiwezi kulingana na akili ya huyu graduate ambaye amekopa 30,000,000 benki. Haiwezi hata kidogo kulingana naye. Na unajua kwamba huwezi kuwa na pesa inayozidi akili yako. Kama akili yako ni ya 10,000, utakaa na 10,000. Kama akili yako ni ya 100,000, hata kama ukienda kukopa 10,000,000, utaitafuna sana sana. Utanunua simu ya touch, utakula chipsi, utakula bata, utanunua kingamzi cha kikubwa na kifurushi cha juu, utafanya matanuzi ili mradi tu ubaki na 100,000, kwa sababu akili yako ni ya 100,000. Kwa nini? Kwa sababu kipawa huwa kinakuwa, kinapokuwa kinaongeza akili. Kikikuongezea akili, akili kubwa inafanya makubwa. Unajua, ukienda nyuma kabisa, watazame viongozi waliogusa maisha ya watu. Tuanze na kiongozi mmoja anaitwa Yesu Kristo. Maandiko yanasema akiwa na miaka 12 alianza kuexercise kile kipawa. Siku moja wamebatana na wazazi wake, wakaenda Yerusalemu. Wakaenda Yerusalemu huko. Walivyofika huko, kwenye sherehe zao zile za kidini walizozizoea, wakati wanarudi, kwa sababu kavulana kale ka Yesu kalikuwa na miaka 12, kakajichanganya kwenye kundi la watu. Baba na mama wakajua haka kadogo na kenyewe ni kajanja tuko nako kwenye msafara. Hao wakaongoza mpaka Nazareti kwao. Walipofika nyumbani, wakashangaa wako peke yao bwana. Kale kabwana mdogo hakapo. Wakaanza kukatafuta, tafuta na wewe, uliza kwa jirani, hamna. Kumbe kamebaki Yerusalemu. Wakatafuta, baadaye walivyorudi walisema kakakuta kako kwenye sinagogi, kana hojiana na wale majamaa wasomi, wataalamu wa dini, Mafarisayo waliobobea, kana wauliza maswali mpaka vichwa vinauma. Sasa wanauliza, dogo vipi, mbona umebaki huko? Kakawajibu, hamjui kama natakiwa nikae kwenye nyumba ya Bwana wangu, ya Mungu. Lakini mimi ninachotaka kujifunza hapa ni kitu kimoja, kwamba Yesu alianza kutumia kipawa chake akiwa mdogo, hakikuwa dormant. Tunapozungumza ya kwamba at the age of 33 alikufa, akatimiza kusudi, akafikia kilele cha kipawa chake, lakini alianza kutumia kipawa alipokuwa mdogo.
Taratibu taratibu kipawa kikakua pamoja na yeye, na akawapendeza wanadamu na kumpendeza Mungu, na hivyo ilikuwa ni rahisi kwenye kilele cha kipawa chake kufanya yale makubwa ambayo Mungu alikusudia ayafanye. Fuatilia akina Nelson Mandela, wamefikia kilele cha kuwa rais wa nchi kubwa ya South Africa. Mfuatilie alianza harakati lini, tangu akiwa mdogo, akiwa yuko shuleni, akiwa yuko huko akiwa mdogo kabisa, akaanza harakati, kile kipawa kikachemka, akaanza kukitumia kipawa chake katika umri wa udogo. Imagine kama Nelson Mandela angesubiri kuanza kutumia kipawa chake akifikia ule umri ambao alienda Ikulu, pengine asingekuwa na hiyo mabavu, asingekuwa na hiyo akili ya kutosha kuongoza nchi. Lakini watazame akina Mwalimu Nyerere, wameanza kuwa radical wakiwa ni watoto ambao wanaonekana watukutu, wenye ufahamu na maswali magumu magumu, tangu wakiwa wanasoma huko wakaonekana kwamba hawa watoto sio watoto wa kawaida. Walitumia vipawa vyao katika umri mdogo, na walipotumia vipawa katika umri mdogo, vile vipawa vikakuwa pamoja nao, na vilipokuwa pamoja nao, walipofikia katika kilele cha utumishi wao, wakafanya mambo makubwa. Dunia nzima ikawa admire, ikawashangaa, ikaangalia hekima yao, ikashangaa uwezo wao. Lakini ule uwezo haukutokea ghafla, ulikuwa ni mchakato. Nini ninachotaka kuzungumza kwako ndugu yangu na unayenifuatilia, na kusisitiza, ukishagundua kipawa chako, hakikisha unakitia katika utendaji, hatua moja baada ya nyingine. Weka mkakati kila siku, anzia pale ulipo. Mbio zinaanzia pale ulipo, anzia pale ulipo, anza kuexercise kile kipawa chako. Hatua ndogo ndogo zinatengeneza muscles. Kama vile Daudi alipomuua dubu, muscles, misuli yake ikakomaa, akapata ujasiri. Alivyokutana na simba, akakumbuka, mimi na dubu nimemtatua, nimemgawanya vipande vipande, simba haunitishi. Akamvamia simba, akampokonya mwanakondoo, akamchanachana vipande. Alivyokutana na wanyama wengine wakali, akapata historia. Siku nyingine akakutana na mnyama anaitwa Goliati. Kile kipawa kikachemka ndani yake, kimebeba suluhisho, kikaanza kuchachamaa. Nafikiri ni kama ungeweza kuona, ni kama Daudi alivimba kama lijitu, lakini hakuvimba kutoka mahali ambapo hapapo. Alivimba kutoka katika mahali alipokuwa ameishia katika kuua simba. Ndio maana nafika sema, anashuhudia, anasema, mimi mtumishi wako nimeshaua simba, nimeshaua dubu, wanyama wakali. Huyu Mfilisti na yeye namuhesabu kama ni mmoja wa hao wanyama, namuhesabu kama ni mmoja wa maadui ambao nimekwisha kuwashinda, na yeye nitamshughulikia kama nilivyoshughulikia wanyama wengine huko kwenye historia ya maisha yangu. Kwa hiyo huwezi ukashinda vita vikubwa kama hujashinda vita vidogo. You cannot win greater battles if you haven't tried small battles. Lazima ushinde vita vidogo ili uweze kupata ujasiri wa kushinda vita vikubwa. Unacho kipawa chako labda ni cha kugusa mataifa, ni cha kugusa watu wengi, ni cha kugusa wamama wajane, ni cha kugusa watoto yatima. Kipawa chako labda ni cha kutuuzia bidhaa, unaenda unazitoa huko mbali nje ya nchi, unatuletea. Kipawa chako labda wewe ni cha kufundisha, wewe ni mwalimu, wewe ni kiongozi, wewe una kipawa cha huduma fulani. Hicho kipawa hakitafanya kazi kwa viwango timilifu kama hakitakuwa kimeingizwa kazini hatua kwa hatua, kwa kadri ambavyo Mungu amekupa nafasi. Ukikijua kipawa chako, put into practice, kitendee kazi, kishughulishe. Kwa kufanya hivyo, utakikuza kipawa chako, utakiinua kipawa chako, utakiongezea muscles. Kitafika mahali kitagusa watu wengi kama ambavyo Mungu alikusudia, na kwa kugusa watu wengi kitakupatia ushawishi, na utakapokuwa umepata ushawishi, utakuwa kiongozi katika lile eneo la kipawa chako, na hivyo utakuwa umetimiza lile kusudi ambalo Yesu alisema, anayetaka kuwa kiongozi wenu
awe mtumishi wenu. Mpaka wakati mwingine tutaendelea tena ya namna gani, mambo gani ya kufanya ili kipawa changu kiweze kutenda kazi katika viwango vilivyokusudiwa. Mungu akubariki. Tuonane darasa linalofuata. Shalom, shalom.